kichwa sasa hivi. Hebu tupishe kidogo. Mtizameni. Wakati tunatoka huko akili umeacha nyumbani au? Hivi sehemu tuloingia hii unavyoiona hii ni sehemu ya kuingia na kutoka kama unavyotaka? Sikia. Sichanganye watu, watakuja kufanya mwanamke mundani. Haya, Zoro ngeni. Zoro. Unataka nini kwangu? Mrefu my brother. Unajua unapanic sana. Unajua niko hapa kwa sababu usifanye kama unamsukule. Tafadhali, calm down, nisikilize. We have to talk. We have to do this, man. Nimefanya nini? Mbona sielewi maana nimefanya nini? Wewe kumpita Madam Regina koridoni hapa bila kusema chochote? Hapana, haiwi hivyo. Huwezi kunielekeza hivyo mimi kwa nyumba yangu. Hana adabu. Hapana mume wangu. Sisi wenyewe ni Kigoma tosha bibi. Tunakiwasha. Unatuchukulia poa, si ndio Kwani wewe maana anakupigia simu kwa nini mwanangu? Kwanza anakupenda? Sasa mtafute huyo uliyemuonga akusaidie kulipa mane hia. Ala. Unajua siri. Ameondoka na morali yetu yote. Sisi tumebaki tu tunahesabu siku. Nitalifikisha hili swala kwa wazazi wako. Kama mgogoro huu utaendelea, Tutaenda kwenye DNA. Hakikisha kabla hujaondoka tunaongea, maana kuna kitu kama sikielewi vile. Ipo siku hii itakuwa uende. Sioni siku hiyo ikiwadia mpungo. Hata hivyo nina mpango. Mpango gani? Hii ni dawa nataka inywe leo. Huo ujuzi unaosemea. Mimi nimelala nao pembeni yangu mpaka kuvunja ungo kwangu. Wanaokota mimba huko mitaani kwa watu hata hawajulikani. Madila kila kukicha umasikini niache. Jua wendo wangu. Kwa hiyo ndo hajaamka mpaka saa hizi. Nani? Sio mwenzio Roy. Mzee mimi hizo story unajua nishaachana nazo Alafu huyo Roy sio mume mwenzangu ujue, utambue hilo. We Chidi. We bado una wivu na kibibi. Na kama sio bado unampenda kumbe nini hicho? Mzee, wewe si ulikuwa unacheka sasa hivi hapa. Unamcheka hali ya Roy na wanawake zake. Sasa hivi ulikuwa unacheka au sio wewe? Baba mimi sijamcheka wala sijafurahia. Umeelewa? Mimi nakuelezea tu historia na maisha aliyoingia sasa hivi. Wewe ina maana wewe hujui Roy amepitia nini? Ukijui kabisa alichokipitia Roy, ukijui. Yeye anajua nilichopitia. Yeye anajua ninayopitia. Kwa hiyo ndio maana unacheka kuona Roy kafukuzwa na kibibi, si ndio maana yake? Mzee, kibibi anajiheshimu sana. Na anaheshimika. Yaani usimuone vile pamoja na mapungufu yake anaheshimika sana na anajiheshimu, hawezi kuishi na Roy wala hawezi kukaa na Roy pamoja. Hapo ndio nilipokushika sasa. Hapo ndio nilipokushika kwamba bado unampenda kibibi na bado una wivu naye. Wewe una wivu na kibibi. Mimi sina wivu na kibibi. Unao. Baba mimi sina wivu na kibibi. Unao. Mzee tutakorofishana bwana. Mimi sina wivu na kibibi. Unao. Kila mzazi ana jukumu la kulinda afya, uhai na amani ya mtoto wake. Hakuna kikubwa zaidi ya hilo.
Mimi nakuelewa, lakini haujui mimi ninapitia. Nisichokijua nini? Na umri huu mpaka nimefika hapa, nisichokijua mimi kitu gani? Kwani umeroja wewe kufiwa? Binti. Eti wao ndo wa kwanza kufiwa? Wangapi wanafiwa? Wake kwa waume wanafiwa na wenza wao. Au wameondokewa na wenza wao. Umewaona wako kama wewe? Sasa utanisaidia ama utaendelea kunisimanga? Sikusimangi, sikunyanyasi, ila ninakwambia unachopaswa au unachostahili kuambiwa. Mimi nakuelewesha. Mume wako kafariki, ni sawa, haki. Lakini utalia mpaka lini? Utasikitika binti mpaka lini? Kumbuka kuna watoto hao wanakuhitaji, ni wadogo, na wewe ndio dereva wao katika safari yao ya maisha hapa duniani. Inasemekana ukimua mtu kuna mambo mengi yanakurudia. Yaani unakuwa huwezekani kwa sawa. Unaotota vitu mazombi ni. Unasemaje? Wewe! Kachi! Sikiliza Zoro. Sije ukafikiria labda mimi nimefungwa, ukaniona labda mimi ni kilema. Sio kilema. Najua sio kilema, lakini unajua nimepata taarifa kwamba haupati usingizi kwa wakati. Ukiota mambo mazito mabaya mara unaota kama pigwa tofali la kitu. Unaota unapigwa visu vya mbavu. Unajisikitisha nini? Kujitia unyonge kitu gani? Hutaki kunielewa. Nikuelewe nini we mtoto? Rita ni mwanamke kama wewe. Ana mapembe. Kama anakutisha wewe anakuchoma. Kwa nini akupelekeshe kama puto la birthday? Wewe ungekita hizo kwato zako. Na ungemuonyesha kuwa wewe ni mama wa wale watoto, na ukamuonyesha kabisa misimamo yako kwa vitendo. Yule angekupelekesha yule. Mama, yule mwanamke ni mshari. Na wewe muonyeshe ushari wako. Dawa ya moto ni moto. Akifanya kanywa mafuta tena, wewe muonyeshe kwamba umekunywa petroli. Akilianzisha wewe maliza. Unaambia unaloliweza, usimwachie Mungu. Unapata dhambi za bure, malizana nalo. Wewe unashindwa kumalizana naye yule? Unashindwa kumalizana naye mpaka utese watoto wako? Nasema na wewe, sisemi na jiwe. Ala, nitia maharibi ya roho bure na kaskasi za pua. Unaimuweza unamalizana naye. Ala, jitie unyonge wa bure. Kwa nini nani yule? Yule si mtu tu. Utajiri anaweza kupa pumzi yule. Changanyi mimi sasa. Nimesha vurugu hapa nilipo. Sasa kanua kesi soni usu bure. Kisasi. That's not very right. Afande, naomba rudishe ndani. Brother. Nataka na wapi? Tani kuna. Mimi nataka nijue ukweli. Nataka nijue kila kitu. Sasa wewe tani upo ndani, una wasiwasi wa nini? Unaogopa nini? Tayari ushafunga. Ukweli wangu sio umesababisha utoroke kuzimu na kuja kukujibizana. You see, I love farming as a hobby though, not doing the actual work. Basi utakuwa upendi kilimo, unapenda labda kuwekeza. No, napenda sana kilimo. Lakini yani
yale makofia ya duara, kukaa pembeni ya mtu wako, kuangalia matrekta, being a boss baby and all that. You know what? Unajua ukulima ni kazi iliyo rasmi. Kwa hiyo hata kama unafanya uwekezaji lakini lazima uwe na ufahamu nayo. And it's not about looking good. Lazima ucheze na changa, tope, maji. Yani huo sasa ndio ukulima. No. What do you mean? Mimi nicheze na mchanga, matope? Mchanga mimi utanishika tu pale ambapo ninazikwa kisha kufa. Kwa unapenda ukulima lakini mchanga hutaki ukugusa. Bwana, usinibabaishe mimi. Wewe, mimi nitalipa fedha. Si mnaona kama hizo fedha mimi nazitoa kwenye mti, si ndio? Au porini?